Anapiga chapati. Anapiga chapati bana. Na kwa anapiga chapati hapo ni wapi? Pale wapi? Anapiga chapati hapo ni kwa mwalimu. Ni kwa mwalimu, ni kama ni teachers quarters. Hii ni teachers quarters. Hii teachers quarters hapa hivi wamepaswa something. Ndio hao sasa unaona jamaa wanapanga chapati. In fact sio chapati, hii ni mayai. Hapana, ni chapati. Nafikiri wame nini? Ni wanapasua moja. Hii generation tofauti sana. Gen Z. Gen Alpha. Hao ni Alpha. Kwa tunaogopa hii ni mayai. Ni mayai na tena wako kwa nafikiri wamefukuza mwalimu hapa teachers quarters. Hapo wamefukuza walimu kwa teachers quarters. Wakaingia wakaanza kupika mayai. Wakati wetu ndio ungefanyika wakati wetu ungefanya kitu kama hiyo ungekumaliza. Sisi ilikuwa tofauti. Strike ilikuwa ngumu sana. Kwanza sisi shule yetu principal alikuwa very strict. Tulikuwa tunapanga hakuna kukaa group. There was nothing like being in a group. More than hawa ni tofauti. Mpaka kuna mahali ati walikuwa na wana ride mpaka kuna wakati walitoa basi kwa kapa. Wakatoka nayo. Hiyo gari nayo ilikuwa na ufunguo ndani. Hiyo bado haijaeleweka. Kwa sababu sitaraji ama kuna uwezekano yule kijana ni dereva na anajua. Kuna uwezekano kuna mahali alifungua. Kama kuna mahali alifungua. Kwa sababu najua driver haizi acha kifungu ndani ya basi. Alafu inasemekana kwamba maybe kuna kitu kilitokezea pia watu wakaingia ndani because pia kuna semekana engine ilitoka. Engine ilitolewa kumaanisha ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa. Principal alikuwa mgeni. Alitoka Kaplong. Yes. So hiyo ni kitu ilipangwa na wakati kila kisanga kikiendelea pia kulikuwa na polisi, lakini polisi walikuwa nje ya lango. Ni kitu walipanga ilikuwa either political or something because wanasema polisi walikuwa wanasema kwamba wanangoja orders from above. Hiyo ni statement gani? I've never heard of that. Unasikia sasa walikuwa na wao wanafunzi walikuwa na time yote ya kufanya vituko vyote. Mpaka ndio hilo gari unaona vile limesambaratishwa. Hiyo gari walisambaratisha hivi lakini lilienda. Hiyo ni basi. Ninakwambia pale hivyo hahitaji kifungu. Kuna waya nafikiri anachomoa na gari inaenda tu. But hii generation ya ajabu hii. Hii ni ajabu hii. Hii generation hawa wanahitaji. Unaona je walitoa engine ndani. Walitoa engine ilitolewa. Sasa ilikuwa after kama imetoka nje. Ikishasukumwa hadi kwa gate ndipo wakatoa engine wakaenda nayo. Hao wanaweza kuwa wanafunzi kweli? Hapa lazima kuna kitu kilifanyika afterward. Juu hao watoto wenye tuko nao ni watoto wadogo. Ukiangalia kama na reason zenye wanapeana ni gani? Mpira tu. Ilikuwa tu kuona mpira. Kulingana na wenye wanasema ni mpira. Lakini kulingana na wengine hii ni kitu wanafunzi pia walikuwa wamepangwa na walikuwa wanapanga polepole. So walikuwa wanatafuta tu kitu inaitwa trigger. Ili wajaribu kuingia. Siku zetu mambo ya mpira huko tulikuwa tunaona UEFA final peke yake. Vitu ya kuitisha mpira shuleni siku zetu hakukuwa. Entertainment ilikuwa wakati principal aliamua. Entertainment ilikuwa tu Saturday peke yake. Kwetu ilikuwa Saturday. Mimi nakumbuka kuna siku tulijaribu tukasaraundiwa na polisi shule mzima. Tukaanza kutaja kila mtu. Hii generation haiogopi polisi. Hawaogopi polisi. Hii generation tofauti sana. Hawa ni watu wa kuongelesha. Unajua saizi watoto wa saizi ni wagumu. Naona basi ndio hilo linatolewa kwa kapa. Na masaa. Ndio hiyo. Na masaa. Natembea pole ndio hiyo. Na watoto wanashangilia. Mimi nashangaa hiyo usiku walimu wako wapi? Na watchmen wako wapi? Hapa kulingana na taarifa ni kwamba huo wakati wote walimu walitoroka. Walimu walitoroka, watchmen wakatoroka, wanafunzi wakabaki peke yao. Sasa wakatawala shule mzima. Na ndipo wakapata hata nafasi ya kuweza kutoka wakaingia shule jirani ya Litain Girls. Waliingia kwa wasichana. Wakalemea hadi polisi. Sasa kitu kiliwaharibia ni wanafunzi wa Litain Girls walijaribu kupiga nduru.
Sasa hiyo ndio wakatoroka. But hii generation ni ngumu sana. Hii generation tunafaa tafute mbinu ya at least tuweze kuongelesha, tuweze kukua karibu na wao kila nyakati zote. Generation ambayo inaogopa mtihani. Generation ambayo haitaki kitu chochote kigumu. Hao wanahitaji guidance and counseling kali sana. This is it is becoming very bad. Kuna kizanki ilitokezea wakatembea na ng'ombe, wakapanda juu. Ng'ombe ni ya shule kama farasi ya shule. Ni ng'ombe ya shule. Ilitembeza wakapanda juu kama farasi, wakazunguka na ng'ombe kwa uwanja. Na una blanketi walikuwa wanatembea na blanketi hiyo usiku. Hii ni kitu walikuwa wamejua. Hii kitu ilikuwa imepangwa kwa muda. Ni wake up call to all school leaders because the principal says that he had heard about it, he knew about it, but I think alichukulia mzana, hakujua ni wakati gani itatokea. Lakini kama ni mgeni inakuwa tricky kidogo, kwa sababu huwezi jua na hapo leo itafika level gani. Alafu pia kama wewe ni mgeni huwezi jua unaamini nani. Kweli kama wewe ni mgeni kwa shule inakuwa ngumu kuamini mtu kwamba atakufanyia kitu fulani. So hii nafikiri principal aliogopa kabisa, aliogopa. So but that's bad. I think this should be a wake up call to all schools to be alert. To be alert. This third, tumekuwa used kwa the strike second term. This time inakuja third term. Na third term nafikiri ni uoga fulani. Kuna wale labda principal amekataa kwamba hawatakopi mtihani. Kuna vitu kama hizo. Kuna shule ambazo zinafanya vitu kwa wakati wa KCSE. So kuna uwezekano kwamba labda principal wao amemwambia hakuna kabisa. So it's a big problem. We have but sasa mzazi wa mtoto kama huyo, saa zingine tunalaumu walimu, tunalaumu shule, lakini mzazi pia kwa sababu mtoto akifanya kitu kama kile, mtoto ambaye amelelewa vizuri ni ngumu sana kufika kiwango hicho, kwamba anaweza ingia teachers quarters, afukuze walimu, aanze kupika. Nafikiri malezi imekuwa na challenge kubwa. Uliona hadi wanachoma vitabu. Wakachoma vitabu, wakaenda maktaba wakachoma vitabu. Wakaenda kwa ofisi ya wale wanaoshughulika na mambo ya accounts. Wakachukua milioni 2. So hii ni kitu walikuwa wamepanga na ni malezi. Na ni mara moja. Ni mara ya kwanza kitendo hicho kinatokea kwa shule kama hii. Ni mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Ni kitu ambacho kimepangwa. Ni kitu kilipangwa. Na bado ndio nasema mtoto kitamba afike kiwango hicho kufanya kitu kama hicho. Kuna mahali walimu na labda mara nyingi mzazi. Kwa sababu sisi tukiangalia jinsi tulivyolelewa, hatungefanya kitendo kama hicho. Na ungeweza. Kuna ile uoga ungekuwa nayo tu. Kufikiria kufanya kitu kama kile ingekusumbua. Na hata ungefanya ni watu wachache wangefanya. Watu wachache sana, sio shule mzima. Haikuwa shule mzima. Probably utapata ni wale watu kuna wakati mkumu walikuwa wamezoea kuchoma. Na nakumbuka wakati huo ungepata wale wenye walikuwa wanahusika wangekamatwa. Na ndio walikuwa wanakabiliana na maafisa wa anti-riot wakati huo. Lakini wale wenye wahusiki walikuwa na shika njia na kuenda nyumbani huo usiku. Lakini wakati huu unapata shule kama imeamua upate ni shule nzima. So kumaanisha kuna kudorora kwa maadili iko chini. Maadili iko chini. Na bado ndio nasema jinsi mtoto amelelewa tu kuanzia nyumbani. Ndio tunaweza laumu mwalimu, lakini mtoto ambaye amelelewa vizuri, mimi bado narudi kwa mzazi. Unapata kwamba siku hizi unajua watoto wengi kama sisi tunaangalia katika shule yetu, unapata watoto wengi amelelewa aidha na mama peke yake ama amelelewa na nyanya. So wale watoto wamedekezwa, wameachia mzazi mmoja. Watoto wanahitaji majukumu ya kulea watoto, inahitaji wazazi wote. So kwa hivyo wakati unapata kwamba mtoto ameachiwa nyanya, wakati unaita mzazi shuleni, nyanya anakuja. Unapata kwamba inakuwa ngumu. Nimekumbuka mwaka jana tulikuwa na mwanafunzi ambaye alitoweka tu. Alitoweka shuleni. Nakumbuka mimi nilikuwa class teacher wake last year. Huyo mtoto akapotea. Sasa ripoti zilikuja kwamba mtoto alipatikana Mandera.
alipatikana Mandera na kama alikuwa anajaribu kujiunga na kikosi cha Al-Shabaab. Unaona sasa pale mzazi kidogo amelala. Wakati waliangalia kuangalia kwa room yake, wakapata kumbe mtoto alikuwa anajifunza zile jitihadi, zile zinaitwa itikadi za paka amechora kwa ukuta. Amechora kwa ukuta steps za kutoka, unatoka hapa usonge hapa. Sasa hatuwezi elewa pale kwa nyumba alikuwa anajifunza wapi. Hii kitu kimefanyika wakati mwingi. Unapata mtoto kama hana the father figure, inakuwa ngumu. Hata mimi kulingana vile nimeona mwaka uliopita, wale watoto wengi walikuwa nasumbua ni kukosa hiyo father figure. Lakini wakati unasema kwamba sasa unataka coming kama now the father, na unaeleza mwanafunzi kwa nini unasumbua mama, unafanya hivi nini, unabaki kuwa kama the father, una take the role ya mzazi wa huyo mtoto, unapata mabadilika. Nilikuwa na kadhaa wenye niliona hiyo tabia, na kwa wengi tulisaidiana na wazazi, na nikaona wakabadilika. Hadi kuna mwingine pia alikuwa na kesi kama hiyo. Kwao nyumbani ni Wakatoliki, kila mtu ni Mkatoliki. Akakuja shule na akapewa kitabu kubwa zaidi, kwaya, na akaanza kuandika maandiko ya Kiislamu. Ukimuuliza ni ya nini, anasema yeye amekuwa recruited, anataka kusoma Kiislamu ndipo afanye mambo yake. Na ukiangalia maadili vile alikuwa anaenda, kulingana vile alikuja akiwa form 1 na akiwa form 2 nao alikuwa tofauti. Rebellious. Sasa tuseme kwamba Waislamu ni wabaya, lakini kuna kila dini iko na itikadi zake, kila dini iko na mambo yake, lakini tunasema kwamba watu ambao wanafunza watoto itikadi mbaya wakitumia dini fulani, wakitumia dini. Kama wewe mwanafunzi, nikipeana mfano wake, mamake alikuwa mtu wa Nairobi, ni mtoto mwenye alilelewa na mama mmoja, na mama tu. So ni kama yeye alichukulia kwamba yeye chenye atasema mama hatakataa. So ilibidi mjomba wake akuje ili amueleze, mimi ndio kama babangu, na utabadilika na urudi vile tulikulea. Na ndipo mtoto akabadilika na akamaliza form 4 akiwa vizuri sana. Kwa hiyo nasema father figure ni maana sana. Kwa hiyo tunaitisha wazazi wetu wa baba ya mtoto wako karibu na mtoto, especially mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume father figure. Tunaomba hivi, kama unajua kama uko na mtoto na wewe ni mama unaishi naye peke yake, jaribu sana usongeza mtoto karibu ya anko yake, kama ana baba mzazi, anko can come in. Alafu kuna sasa babu yake pia anaweza kusaidia pia. Hakikisha kwamba kuna mtu. Na hata ukienda shule, jaribu kueleza sana walimu walio hapo ambao ni wanaume sana kweli. Mwekelea kuwe na mtu mwenye anaangalia kama father figure, kama ni class teacher wake akwe karibu na yeye, kwa sababu na ajue shida zake. Inakuwa kwamba baba ni role model ya vijana kabisa. Baba ni role model kabisa. Siku hizo unaona paka vijana siku hizo wanaweka nywele, ni kwa sababu father figure inakosekana. Sasa mtu anaona, anaiga mtu mwenye anaona immediately, na unapata mtu ambaye mtoto anaona kila wakati ni mama. Na mama anaweka nywele, akiangalia anachana nywele, anajiangalia kwa mirror. So hiyo kukosa father figure, unapata kwamba mtoto anaiga vitu vingi kutoka kwa mama. Na kama mama pia hana maadili mazuri, unapata kwamba inakuwa ngumu, mtoto pia ataharibika, inakuwa ngumu kidogo. Alafu juzi nilikuwa naongelesha mtoto wa kidato cha 3. Huyu mtoto alipata max 378 katika kidato cha 8, that is class 8 KCPE. Lakini sasa hizo ukiangalia performance yake imedrop sana. So wakati nilijaribu kuinterrogate mtoto, nikapata kwamba ule mtoto amekuwa separated na baba yake. Nikajaribu kumuuliza, baba unamjua? Simjui. Kwenu kwenye umezaliwa unajua ni wapi? Sijui. Inamaanisha mtoto kama yule anakosa kitu kikubwa, anakosa maadili kutoka kwa baba, ama hata mjomba, ama hata rela. So yule mtoto anakaa anajua
jamii yake ni kwa kina mama pekee yake. Kwa kina mama. So unapata mtoto kama yule anakuwa lakini anakuwa na ukosefu fulani. Haiwezi kuwa complete. Haiwezi kuwa complete. So pale nilikuwa pia naomba wazazi wetu, mama zetu ambao wametuzaa na wametulea peke yetu, ni vizuri kutuunganisha na jamii zetu kutoka kwa kina baba. At least kuwe na mtu kwa kina baba ambaye anaweza peana guidance kubwa. Lakini kama mtoto anakaa na mama peke yake, na kuna wakati mwingine pia mama analemewa. Ama pia mama maadili kidogo unapata ako na shida. Ama mama huenda kazi, anarudi usiku. Anaenda kazi, huyu mtoto anakaa na maid. Huwezi jua anaishi anakaa na maid zaidi. Anakaa na maid zaidi kuliko ile anakata na mama. Na vile anakaa hakuna father figure kabisa. Kuna jambo fulani pia lilinifurahisha wakati fulani, wakati pia sisi tulikuwa na shida ya strike wakati fulani, na watoto wakaenda nyumbani. Wakati walirudi tulikuwa tunaangalia watoto mwili, watoto tunaangalia tuone kama ako na tattoo ama mama fulani akasema, "Ai, mtoto wangu hawezi. Mtoto wangu hawezi kuwa na tattoo kwa mkono. Hawezi. Huyu mtoto wangu mtoto wa kanisa, yeye ndiye anafunza Sunday school." So wakati tulimwambia mama tulia tu, wakati tulitoa mtoto shati, tukapata mtoto amejichora nyoka hapa. Unaona sasa kitu kama hicho inamaanisha mama haiko karibu na mtoto. Ama anaweza kuwa karibu lakini hamuelewi mtoto. Ukweli kabisa. Ni vizuri mzazi wakati mtoto anakuja nyumbani kwa makini, unamkagua, uelewe mtoto wako. Sio kwamba mtoto mwenye anaenda kanisani kwamba maadili yake yako complete ama kuna wengine wanaenda kanisani tu kufurahisha wazazi. Ni kweli. Lakini chini unapata vituko yenye wanafanya ni vituko vingine kali sana. So ni vizuri mzazi, especially baba. Kwa mtoto wa kiume, baba kwa karibu na mtoto wa kiume. Na mama awe karibu na mtoto wa kike, lakini wote wasaidiane kulea wale watoto. Kuna wakati ndio mambo ya ndoa inakuwa ngumu, labda they separate, lakini sasa ile separation haifai kuinterfere na maisha ya watoto. Wazazi wenyewe wakati wajaribu sana. Kwa sababu at the end of the day ule mtoto ni mtoto wao. Na hiyo ni generation yao. Wakati watatoweka, hiyo ni mbegu wamepanda. Wakati wanatoweka, hiyo generation itaendelea. So kama wale watoto watakuwa hawana maadili, ule mtoto pia akipata mtoto inamaanisha kwamba hatakuwa na kitu ya kuambia mtoto wake. Na hiyo generation inaendelea hivyo, tunakuwa na watoto ambao ni wapotovu, watoto ambao hawawezi kufanya kitu chochote kizuri katika jamii. So kuelekeza jamii ikuwe vizuri, tunaitisha kila mmoja. Iwe kanisa, iwe chiefs, iwe ligurus, mtu yoyote pale. Unajua sisi kitambo ukikosa mtu hakuwa anakupeleka kwenu. Ama ati anangoja uende kwenu. Sisi ulikuwa unapigwa pale. Ule mwenye amekupata huyo. Bora anakushinda umri. Discipline ni pale. But saa hizi tumepewa watoto freedom mingi. Wako na freedom, mtu mwingine hawezi kumkosoa. Huwezi kukosoa mtoto wa mwenzio. Na wazazi unaona akifanya makosa utamwacha afanye. Na unajua mzazi hataki kuona mtoto wake amechapwa. Hawezi taka. Ama mzazi unasikia anasema mimi niliumia, sitaki mtoto wangu pia aumie. So mtoto wakati ni mwanafunzi, kuna vitu ambavyo lazima atapitia tu. Mwalimu, ningependa kusisitiza pia, kuna wakati serikali ilikuwa imesema kwamba hawa watoto wengi kulingana na maisha ya saa hii vile tunavyoenda, basi itabidi watoto wengi wakimaliza kidato cha 4 basi waingie NYS, National Youth Service, kwa sababu ni mzuri sana. Mtoto anahitaji some discipline. Na ukiangalia watu wenye wanatoka NYS ni tofauti sana na hao wengine. Ni tofauti na vile mawazo na nini. Basi itabidi turudi huko. Nafikiri hiyo ni njia nzuri. Kwa sababu kadri tunavyoendelea hawa watoto matarajio yao ni tofauti sana na vile sisi tunafikiria. Kuna kitu ambacho pia shuleni ambacho kuna kitu ambacho nimekuja kugundua. Unapata kwamba huyu mtoto ako katika kidato cha pili, cha kwanza, cha tatu. Wewe kama mwalimu unamwambia kwamba mtoto asome, kwamba masomo ndio ufunguo wa maisha mazuri, kama masomo ndio ufunguo. Then huyu mtoto nyumbani kule ako na ndugu yake ambaye alimaliza shule, alikuwa mtu mzuri, akaenda university, akagraduate na labda engineering ama medical course. Lakini yule ndugu yake ako nyumbani, hajapata kazi.
na labda hapo na relative yake mwingine ambaye hakuwahi soma. Kama hapa town huwa tunaona mtu hajawahi soma lakini yeye amejenga gorofa. Ako na gorofa. So wakati unaambia mtoto kwamba masomo ndio so pale tunarudi kwa serikali. Ni kweli. Kwamba wakati ya watoto wanasoma. Kama mwaka uliopita ulipata watoto wamepita, watoto wamesoma, wamefanya form 4. Karibu watoto 900,000. Lakini unapata serikali inapeana chances less than 300,000. So hao watoto wengine 1000 karibu 600 wanaenda wanabaki. So that one it demotivates the students. Mwanafunzi anakaa akijua hata hivyo hata anaangalia nyumbani anaona huyu jamaa alisoma na huyu naye hakusoma. Hakuna na huyu mwenye amesoma kidogo maisha yake hayafiki huyu mwenye amesoma. So lazima kama serikali pia wajukumike. Vile umesema mambo ya NYS. Yaani kama watu wanaweza tafutia na I think pia kuna ili jambo la kama sio NYS vile tunavyoenda juu kuna hawa grade 10 tayari washaingia. I think maybe hii jambo la specialization ya mambo na CBE itasaidia kwa maana akimaliza hiyo ujuzi wake acha ajue kwamba kama hata manage kwenda hata NYS ama hata manage kupata chance ya kuingia university, at least kuna kitu anaweza fanya. Kuna kitu anaweza ili anamalizia masomo yake hapa akijua kwamba certificate yangu naweza itumia kwa kitu fulani. Huo mfumo wa CBC ni mfumo mzuri, lakini sasa unahitaji financing. Unahitaji finance na unahitaji goodwill, alafu kwa na certificate every stage. Such that kuna mtoto atamaliza grade 7 ama grade 6 for example. Mtu amemaliza grade 9 kwa mfano. Anaweza fanya nini? Kuliko kupaili mtoto na masomo, mtoto ana struggle kitu yenye hawezi. Huu mfumo ni mzuri lakini serikali yetu kidogo imelala. Kama ingekuwa kama nchi zingine ndio tunaona. Tutajua kwamba sisi financially hatuko stable kama nchi kama Marekani ama but kama we can come up with a better way of doing the CBC system, it can solve a lot of problems. So that ikuwe tu kwamba hakuna mtoto mjinga. Ni mfumo mzuri ambao una support kila mwanafunzi. Kila mwanafunzi asome kulingana na kiwango yake. It's a good system lakini sasa nafikiri implementers sasa ndio shida wana struggle. We don't know how it will be now that inakuja huku kwetu. We are hoping that it will. In fact tuzungumzie hili jambo la kule junior school. Unaona walimu wanalalamika kuna jambo linatokezea la autonomy. Walimu wanaomba kwamba serikali iseme kwamba wao wanajisimamia. Na nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana. Autonomy ni kitu yenye pia mimi na support. Kwa sababu gani? Yani yanayofanyika junior school sio kile sisi tuna expect watoto wakuje senior school kama tayari wanajua kitu, lakini junior school hakuna kitu kimefanyika. Hao watoto wajui anakuja wapi hawajaienda lab laboratory na nafikiri ni serikali imelala kwa sababu mfumo wa CBC grade 7, 8 and 9 walifaa kwa high school mpaka hata madarasa yakajengwa. Ile syllabus inafaa kwa ya high school kwa sababu high school kuna maabara, kuna like sasa sisi tuko na computer lab. Kule primary computer lab hakuna. Hata lab ya chemistry, biology na wale watoto wanafanya ile curriculum yao iko na zile practicals zenye wanafaa fanya high school. Kile kinachofanya hata wanakasirika zaidi walimu wa junior school ni kwamba kuna pesa ambayo inapeanwa capitation. Hii pesa wale ambao wanaitwa HOI, the head of institution ambaye anasimamia junior school ambaye pia ndio mwalimu kwa the lower primary. Anachukua hii pesa inagawa kutoka inatumika kwa junior school na inatumika pamoja na primary school. So unapata kwamba hii pesa ingekuwa ya kujenga, ya kununua vitabu. Hujui ni madarasa 3 pekee yake. Sasa haitumiki kwa hii. Na sasa hii ya primary inaenda wapi? Ya primary sasa kuna primary section na kuna kuna junior, kuna primary na kuna junior secondary. Sasa kama anatumia pesa ya junior secondary pekee yake, anajenga. Does it mean kwamba serikali haipeani? Wanapeana pesa but ya lower primary ni kidogo. So wanachukua hii ambayo ni mingi ndipo inatumika unapata shule maybe kupaka rangi yani. Lakini hiyo pesa walimu wanalalamika kwamba haijaitumika kununua vifaa vinavyohitajika kwa junior school. Kununua vitabu, kutengeneza maabara,
kutengeneza hata kununua kompyuta peke yake. So hao watoto wanatoka kule kama hawana kitu chochote, wanakuja wako bure kabisa, wanakuja senior school na sisi ndio tunawapokea. Itakuwa challenge. Hiyo ni challenge, itakuwa challenge kubwa. Serikali sasa tutakuwa tunaanza zero. Serikali lazima ishughulikie hili. Serikali ya Uhuru Kenyatta objective yao ya kuleta CBC, I think it was good. Yes. But somewhere between the line, wale watu wenye walianzisha ile kitu nafikiri that's why walijenga madarasa high school, secondary school, kwa sababu nafikiri walielewa hiyo kitu. But seemingly there is a problem. There is a problem ambayo lazima na sasa serikali yetu yenyewe hata unaona kwamba capitation hata ya hii ya high school na nini bado hawaleti. So it's something that we need to work together. Tunaomba tu jinsi walimu wa junior school wanazungumza, wanasema kwamba wanataka autonomy. Naomba kwamba ili jambo TSC tayari washawasilisha malalamisho kwa TSC kupitia kwa wakuu wa KUPPET. Tunazidi kuomba kwamba I hope that they listen to them, because they listen it's for me, so I feel it. I'm not there, yes, but I feel it. Even when you are trained to teach a high school student, yes, and then you are taken to the other side, number one, for me, it is a demotivation. You cannot be motivated to work. And then again, you listen and you hear them talking about a commercial exams. Na CBC huwa wanafunzwa hadi kutengeneza mitihani yao wenyewe. Then unapata hoi wametengeneza, imekuwa biashara. Wana commercialize exams, wanaenda wananunua mitihani, wanaleta ndio wanauza. Sasa mwalimu mwenye amefunza hata kitu ambacho amefunza inawezekana hata akitakuwa. Na hiyo ndio junior school yenye tunategemea kwamba ni CBC. So hiyo ni shida tu. We hope it's okay. It has been nice. Yes. Tumefurahia. Nafikiri next time we will talk about another subject, but generally tumesema kila mtu ajukumike. Kila mtu wazazi ajukumike, walimu ajukumike, jamii ijukumike, kulea watoto. Sisi wote tunahitaji kufanya kazi pamoja. Asante. Tunashukuru.